Hatua hiyo imechukuliwa mara baada ya ziara ya pamoja iliyofanywa na mkuu wa wilaya Nachingwea Mohamed Hassan Moyo na mkuu wa wilaya ya Liwale Goodluck Mlinga na kubaini hali inaweza kuleta madhara makubwa ya kiafya kwa wananchi. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mkuu wa wilaya Nachingwea Mohamed Moyo amesema serikali haitakuwa tayari kuvumilia mazingira na vitendo vinavyohatarisha afya kwa wananchi, huku mkuu wa wilaya ya Liwale Goodluck Mlinga akisisitiza madhara yanaweza kujitokeza, pia akiwataka wachimbaji wote kufuata sheria na kanuni zilizopo. Kuna changamoto. Maana nyie mto huu asili yake imeuzuia. Kwa nini? Yaani makosa makubwa sana. Mto huu asili yake ipo. Nyie mmeenda kuuzuia kabisa. Kama hakuna kupita hivi. Kwa hiyo mnyie mmeona sawa. Kama la usema DC. Serikali imeipa hela shilingi ngapi? Hapo ndio maana mmeamua kufanya hayo ambao mmeyafanya. Sasa sisi tunazuia. Wanalipa kufanya kazi. Nataka mtu urudi kwenye uasili wake. Ngongoti. Afu nitaleta wataalamu waseme huu mtu ulikuwa vipi. Wilaya 3-4 tunaotegemea huo mto mkuu. Kuna Liwale, kuna Nachingwea, kuna Kilwa, kuna Ruangwa. Wote tunaotegemea mto huo Mbwe mkuu. Wewe mwenzetu peke yako umechukua mto Mbwe mkuu umeutia kwenye mfuko wako. Tuambie umeilipa nini serikali? Hatujalipa chochote. Sasa kwa sisi wengine hatuna haki ya kutumia maji ya mto Mbwe mkuu. Wewe peke yako umeufunga, unaofanyia vitu vinavyotaka, wengine tusiyapate maji. Alafu hata njia yenyewe ya kuchepusha umetengeneza mfereji. Mto Mbwe mkuu unaujua vizuri. Wote ambao tumekuta wamezuia mto tumesitisha uchimbaji. Lakini pia tumekuta kosa baya zaidi ambalo linaathiri wananchi wengi. Huu mto unatumika na watu wengi, hasa mvua zinaponyesha. Utumiaji wa mercury kwenye mto. Na wangekuwa wachimbaji wadogo wangekuwa wanachimba wanatumia kwa kiwango kidogo. Hao ni wachimbaji wakubwa wanatumia kiwango kikubwa sana cha mercury. Kwa hiyo tumesitisha wale wote ambao wanatumia mercury katika mito yetu. Sawa. Kwanza watatozwa faini, sawa. Pili watapewa na adhabu zingine ambazo zinaambatana pamoja na kusitisha uchimbaji. Mpaka pale tutakapoweka utaratibu ambao utakuwa salama kwa sisi viongozi kujiridhisha viongozi na wananchi kama maji yatakuwa salama katika uchimbaji ambao wanaofanya. Kwa upande wake mwakilishi mmiliki wa mgodi huo aliyejulikana kwa jina la Paul Hassan amekiri kwa uwepo wa makosa hayo pamoja na bosi wake. Ni udongo maalum ambao ndio unakwenda kuosha kwa ajili ya kutafutia hapo. Sasa ule udongo uliokuwa kuna kusanywa ndio kuna. Kwa hiyo kwa maneno mengine naweza nikasema kwamba kweli tumechepusha. Usiseme kwa maneno mengine. Sema ukweli kama bana tumechepusha. Ukisema kwa maneno mengine nini maana kwa maneno mengine? Hebu sema. Niseme tu kwamba tulichepusha mto tukatoka kwenye njia yake asili. Tukachepusha kuleta pembeni. Ndio mkaamua kutengeneza hili. Hii sehemu ya kuhifadhia maji. Haya. Ahmed Salum, Sayale TV, Imani.